Urusi akubali mazungumzo na Putin huko nchini Uturuki. Na katika mchezo na burudani, timu ya wanawake ya mpira wa wavu kutoka nchini Iringa ikubali habari mtazamaji wa Digital. Karibu katika taarifa ya habari itakayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Juhudi za wauguzi nchini zinasababisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa kwanza barani Afrika kupata tuzo ya Global Gates Goalkeeper kwenye idara ya afya duniani iliyotolewa na shirika la The Gates Foundation. Mwanahabari wetu Hamidu Abdalla anaundani taarifa hii. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yaliyofanyika kitaifa mkoani Iringa alipomwakilisha waziri wa afya Jenista Mhagama ambaye alipaswa kuwa mgeni rasmi. Hilo la mazingira mimi nalisema kwa namna hiyo ya kuwashukuru. Mimi nachosema rais wetu ameendelea, na mtaona jinsi vituo vitakavyoamka na nyumba za wafanyakazi na mambo mengine. Tulikuwa nyumba za wafanyakazi na mambo mengine, na utaona kwenye hospitali zetu za mikoa, hospitali nyingi zimenunua magari zao wenyewe ya kuwasafirisha watumishi. Si ndio jamani? Hospitali zimenunua hizo. Tunataka tushuke mpaka wilayani, lakini nyumba za watumishi na mambo mengine na stahiki zingine. Tumewaona manesi wakifanya kazi nyingi nzuri sana. Pia Dr. Mollel amewaasa wauguzi kuendelea kuwa na nidhamu kazini, kuheshimu wateja wao na kuhakikisha wanatoa huduma kwa huruma na ufanisi bila kujali changamoto zilizopo katika mazingira yao ya kazi, huku akiwataka wauguzi kote nchini kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na uzalendo. Yaani kwa kweli naombeni, kwa sababu mnaapa, kwa sababu tunafanya kila kitu, tuhakikishe wewe huingii kwenye kumsingizia mtu jambo lolote. Sawa na ileweka vizuri kwa sababu sisi afya tumepewa kazi kubwa sana ya kubeba maisha ya watu. Sasa sisi ndio tunatakiwa tunyooke kama jeshi linavyonyooka. Sema kama jeshi linavyonyooka. Jeshi letu oye. Mbali na hayo yaliyosemwa na waziri Mollel, pia yupo kijana aliyevumbua medical robot kwa kuwasaidia wauguzi ambayo itakuwa na uwezo wa kumpokea mgonjwa, kumpima uzito na kumpeleka wodini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia changamoto hiyo niliwiwa kufikiria kwa kina tunafanya nini kama nchi tuweze kuwasaidia hawa wauguzi kufanya simplification za kazi zao. Ndio hapo nikafikiria na nikadesign robot bed ambayo tunaita medical robot bed, ambayo itakuwa na uwezo wa kumpokea mgonjwa kwa usafiri wote aliokuja nao na kumpeleka sehemu hitajika. Lakini vile vile itakuwa na uwezo wa kupima kilo wakati mgonjwa amelala. Rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa Hamza Mohamed amevunja rasmi bunge la mwaka 2024-2025 pamoja na shughuli zingine za kiserikali ili kupisha uchaguzi wa serikali mpya. Mwanahabari wetu Maria Asenga anaundani wa taarifa hii. Katika kikao cha bunge la serikali ya wanafunzi kilichofanyika siku ya Jumapili, Rais Hamza alivunja serikali ya wanafunzi ya mwaka 2024-2025 pamoja na shughuli zingine za kiserikali ili kupisha uchaguzi wa serikali mpya ya wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Tunatangaza rasmi siku ya leo bunge hili kuvunjwa rasmi pamoja na kusitisha shughuli zote za serikali, lakini zile tu the highest position zitaendelea kwa sababu chuo lazima pia kiwe chini ya uongozi na chini ya miongozo mpaka pale ambapo viongozi wetu wapya watakapochaguliwa. Naye waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa amesoma ripoti ya serikali hiyo ya mwaka 2024-2025 pamoja na mafanikio ya serikali hiyo tangu alipoingia madarakani. Kiti cha ofisi ya Mheshimiwa Rais, kile ambacho alikitumia kwa mara ya mwisho kwenye kikao cha kufungua bunge ama kuhutubia bunge, ambacho kilikuwa ni shilingi 450,000, lakini pia kuhudhuria kile kikao cha taifa ambacho kilishafanyika kabla ya kikao kile cha bunge cha bajeti, ndio zoezi hilo pia lilifanyika kwa shilingi 444,000 ambapo tulisafirisha viongozi wawili, na mazoezi yote hayo hapo nimewasomea yametekelezwa. Hivi ndivyo rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa Hamza Mohamed ameweza kulivunja bunge la serikali ya wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2024-2025 hii leo mpaka pale uchaguzi utakapofanyika na kupatikana uongozi mwingine.
Nikiripoti kutoka eneo la Chuo Kikuu cha Iringa, mimi Maria Senga wa UoI Digital. Taarifa yake Maria Senga inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Mohamed Kiswahili. Rais wa nchi ya Ukraine Volodymyr Zelensky amekaribisha wito wa rais wa Urusi Vladimir Putin kwa ajili ya mazungumzo ya kurejesha amani kati ya nchi hizo mbili. Rais Zelensky alieleza kuwa wito wa Rais Putin ni moja ya ishara nzuri inayotoa taswira ya Urusi inaanza kufikiria kumaliza vita kati yao. Pia rais wa Ukraine alitoa wito tena kwa Moscow kuzingatia usitishaji wa mapigano hayo kuanzia Jumatatu, ambapo Rais Putin alikuwa na maoni tofauti kuwa baada ya kusimamisha mapigano hayo wafanye mazungumzo ya moja kwa moja huko mjini Istanbul nchini Uturuki Alhamisi hii. Naye Rais Donald Trump wa nchi ya Marekani amechagiza habari hiyo na kusema kuwa Urusi hataki kufanya makubaliano ya kusitisha vita hiyo na Ukraine, lakini anataka kukutana siku ya Alhamisi nchini Uturuki kwa ajili ya mazungumzo ya moja na Ukraine. Tumalizie na huko nchini Kongo. Watu wafariki dunia kufuatia mafuriko makubwa yaliyotokea katika kijiji karibu na mwambao wa Ziwa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kijiji cha Kasaba ikiwa ni moja ya kijiji ambacho kimeathiriwa na mafuriko hayo, ambayo mafuriko hayo yametokea wakati hatarishi kwa taifa hilo la Afrika ya Kati, wakiwa katika vita baridi dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda kuzidisha mashambulizi katika eneo la mashariki tangu kuanzia mwaka huu, ambapo mashambulizi hayo yamekuwa yakisababisha vifo vya maelfu ya watu nchini humo na kuharibu mali. Utabiri wa mvua, utabiri wa vile hali itakuwa inabadilika, inatakana uwekwe kwa njia ambayo wananchi wataweza kujua kwamba mvua ikisemekana mvua imenyesha milimita 50 kwa masaa 24, iko tofauti gani na mvua ile imenyesha mvua milimita 100 kwa lisali moja. Ikinyesha kwa lisali moja, hii ni mvua nyingi sana, inaweza leta mafuriko ama ilete pia madhara mengine. Kwa hivyo ni sana ni elimu. Kwa mfano sasa tukiangalia hapa Kenya tuko na Mtazamaji, hii ni taarifa habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Beatrice Emmanuel. Nikusihi endelea kubaki nasi. Mchezo wa pili wa ufunguzi wa uwanja wa mpira wa wavu Chuo Kikuu cha Iringa umemalizika kwa mchezo wa kirafiki ambao umeweza kuzikutanisha timu ya wanawake Chuo Kikuu cha Iringa kwa upande wa mpira wa wavu dhidi ya timu ya wanawake Chuo Kishirikishi cha Elimu Mkwawa, na timu hiyo ya Chuo Kishirikishi cha Elimu Mkwawa kuibuka na ushindi wa seti 2-1. Kwa upande wao, kocha na nahodha wa timu ya wanawake Chuo Kikuu cha Iringa wameeleza changamoto ambayo imewafanya hadi wanapoteza mchezo huo, huku wakimsifu mpinzani wao kwa jinsi gani alikuwa bora. Nadhani changamoto zilikuwa nyingi sana zilizopelekea kupoteza hiyo seti 2. Ila kwa upande wangu na isifu sana timu yangu, imeweza kupambana, tumeweza kupata seti 1 kwa sababu tulikuwa hatuna muda mwingi wa kufanya mazoezi. Kama unavyoelewa, timu nzima ina wachezaji wa chuo, kwa hiyo muda wa kufanya mazoezi ulikuwa mchache. Ni ile kwamba tumeamua kufanya uzinduzi wetu wa uwanja hapa, kaamua kwamba tuwakutanishe wachezaji wote, tuwaite tu kwa siku ya leo. Hapo unavyoona hatuna hata mazoezi yoyote. Ila mimi ninachoshukuru wachezaji wangu wamenisikiliza, nilikuwa nikiatoa nje, walikuwa wakifuata maelekezo na kusaidia kushinda seti 1 hiyo. Japo tumepoteza mchezo, ila mimi nawasifu sana wachezaji wangu. Timu ya wanawake kutoka Chuo Kishirikishi cha Elimu Mkwawa kimeibuka na ushindi huo kwenye mchezo wa kirafiki, huku nahodha wa timu hiyo akitamba huku akiweka wazi na kwa jinsi gani ambavyo wameweza kupambana hadi kupata ushindi huo.
Kwa kweli tunamshukuru sana coach wetu, amekuwa makini kutupa maelekezo tunapokuwa uwanjani kwamba kaa mahali hapa, angalia hivi, fanya hivi, kitu ambacho kimetusaidia na kimetuwezesha kupata ushindi. Siku zote unapopata nafasi ya kucheza game kuna kitu unapata, kwa sababu unakutana na wapinzani wapya, unajifunza mbinu mpya na unafanya kwa namna nyingine tofauti, kwa sababu timu zinakuwa tofauti. Bwana, mchezo umetamatika kutoka katika uwanja huu wa volleyball Chuo Kikuu cha Iringa, ambapo mweza kuzikutanisha timu kati ya timu ya wanawake Chuo Kikuu cha Iringa dhidi ya timu ya wanawake Chuo Kishirikishi cha Mkwawa. Na timu ya wanawake Chuo Kishirikishi cha Mkwawa kimeweza kuibuka na ushindi wa seti 2-1, ambapo ulikuwa ni mashindano ya ufunguzi wa uwanja wa volleyball kutoka Chuo Kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka katika uwanja au katika mandhari bora sana ya Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Beatus Emmanuel wa UoI Digital. Shukrani sana Beatus kwa habari hizo za michezo na burudani. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Telesia Chalamila, asante na kwaheri.